Rais wa Brazil akemea vikali matatizo yanayoendelea Mashariki ya Kati, akemea vikali vita vinavyoendelea Iran, akemea vikali mgogoro wa vita ulioshindwa kusuluhishwa Iraki, akemea vikali mgogoro ulioshindwa kusuluhishwa Afghanistan na kuchukua lawama zake nyingi kuzipeleka kwa Umoja wa Mataifa na kusema kwamba inaonekana yule mwenye kumiliki silaha kubwa, yule mwenye kumiliki meli nyingi, basi ndiyo mwenye maamuzi makubwa katika Umoja wa Mataifa, basi ndiyo mwenye maamuzi makubwa pasi na kupingwa. Ni lini tutaweza kukusanyika kwa pamoja Umoja wa Mataifa ukaweza kubadili sera zake na kuweza kusimamia haki na kuweza kusimamiwa kila mmoja kwa sheria ambayo tuliyokubaliana? Inaonekana kwamba Umoja wa Mataifa wameshindwa. Yeye kama mwanadamu amechukizwa na kuona Umoja wa Mataifa unashindwa kutatua migogoro ya dunia. Umoja wa Mataifa ulishindwa kutatua mgogoro wa Iraki. Umoja wa Mataifa ulishindwa kutatua migogoro ya kivita ya Libya, Afghanistan na sehemu nyinginezo. Lini Umoja wa Mataifa tutakutana kwa pamoja, ama Umoja wa Mataifa utakutana kwa pamoja na kutunga sera mpya itakayoweza kumsimamia kila mmoja katika sheria moja? Imekuwa yule mwenye nguvu basi ndiyo mwenye kuitawala dunia, ama yule mwenye nguvu ndiyo mwenye haki ya kusimamia watu wote. Rais wa Brazil amefokea vikali na kushutumu vikali na kuiondoa Umoja wa Mataifa katika thamani ya uwezo wake wa lengo kuu la kuundwa kwao ili kuweza kutatua migogoro inayoikabili dunia na kuweza kudhibiti silaha za nyuklia na wote kuwa chini ya sheria moja, na kuonekana Umoja wa Mataifa upo tu na kushindwa kufanya jambo lolote katika mambo makubwa ya msingi. Watu wanakufa, watoto wanakufa, lakini Umoja wa Mataifa upo na unashindwa kutatua migogoro na unashindwa kufanya jambo lolote. Unatazama vipi inaweza kuwa Umoja wa Mataifa ukawa na maana? Alisema rais wa Brazil katika hotuba yake, akiwa na waandishi wa habari wengi, akiwa na baadhi ya viongozi alioambatana nao, lakini akiwahutubia wananchi kwa pamoja wakimsikiliza katika taifa hilo. Huyu kwa uchambuzi wangu mimi ni kiongozi ambaye ameweza kutazama mbali, ameweza kuona mbali na kufikiri kuiokoa dunia katika sura ya Umoja wa Mataifa, kwamba wao waliaminiwa, Umoja wa Mataifa waliaminiwa na nchi zote na waliunda umoja kwa ajili ya kuyasimamia majukumu ya nchi zote, ikiwemo udhibiti wa silaha zisizofaa, ikiwemo na utatuzi wa migogoro mbalimbali, na ikiwemo kukubaliana swala la pamoja na kupiga kura ya pamoja juu ya kile ambacho wanaweza wakajadili wasipate maamuzi, basi wakatumia mfumo wa kupiga kura ili kuweza kufanya maamuzi ya pamoja. Na hakamatwi mtu, hakamatwi kiongozi mpaka Umoja wa Mataifa utoe kibali cha kwamba sasa kiongozi wa nchi fulani anaweza akakamatwa, ama mtu fulani anaweza akakamatwa kulingana na uvunjaji wa sheria za kivita, ama uvunjaji wa amani ya dunia, ama uzalishaji wa silaha zisizo sawa. Kama Umoja wa Mataifa haijaweza kutoa kibali juu ya kukamatwa kwa mtu, basi hakuna mtu mwingine anayeweza kuivamia nchi ya mwenzie na kwenda kufanya chochote, na kufanya hivyo ni kukiuka kwa sheria. Na yaonekana Marekani mara nyingi ukiuka sheria hizo, na hakuna hatua ya pamoja ya Umoja wa Mataifa ambayo inaweza kumkamata Marekani na kumchukulia hatua. Lakini imeonekana pia ndani ya Israeli ikivunja mikataba ya kimataifa pale ilipoivamia Palestina miaka baada ya miaka, mara nyingi na hata mwaka jana
2025 kuweza kufanya maafa makubwa na kuvunja hospitali, kuvunja shule, kuvunja vituo vya watoto na miundo mbinu ya maji na vyakula, na hata kuzuia nchi hiyo isiweze kusaidiwa na mataifa yaliyotaka kupeleka msaada.